Point number 4. Warumi 8 mstari wa 18. Point number 4. Niko karibu kumaliza. Yes. Huyo sio mwingine, ni Nabii Walter. Yule unaomjua. Kila siku Jumapili lazima apaze sauti yake mahali hapa. Amepewa uzima, uhai tele aongee. Warumi ngapi? Warumi 8 mstari wake wa 18. Wasema ya kwamba sitamuki mambo za Biblia. Soma peke yako popote ulipo. Kiwa kwa nyumba ukikaa polepole soma. Uko na Biblia. Nilianza nikisema kwamba hata masehemu zile watu wanafanya matabia kuna Biblia. Nilitamka ninapoanza. Biblia is in every corner of the world. Every corner. With every types of tongues that you can listen to. 8:18 nasema. Kwa maana nahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa. Sikia hapo. Mtu yule ambaye amebeba msalaba, Yesu anahesabu mateso ya wakati huu kama si kitu ndani yetu. Hallelujah. That's why every time we cry, oh God help us, oh God stand with us, oh God remember us, oh God see what and what. I believe you are doing that. There's no problem with that. But can you know that the Lord still is with you? Amen. Hallelujah. Amen. Wewe tukuza Mungu, wewe inua jina la Mungu, wewe bariki jina lake, wewe sifu jina lake katikati ya wale wafalme wabaya wakina Ogu. Haleluya. Mesheki, hao watu ambao walikuwa wanapinga neno la Bwana, wewe tukuza Mungu masikioni mwao, wasikie kuna watu wanaotukuza Mungu. Usiangalia mateso ambayo unapitia leo. Manake katika mbele yake mtu atuaye Mwenyezi Mungu, yeye hii mateso si kitu kwake. Haiwezi kulinganishwa na mazuri atakaopokea siku ya kiyama. Na si ati kiyama siku nyingine, wakati umeondolewa duniani, umetoa nguo hii ambayo umevaa, itazikwa na unaingia katika kipindi kipya. Amen. Mara moja. Amen. Tangu Yesu akufa ende msalabani, aingie mpaka kaburini na afufuke, watu leo hawaishi kaburini. Natamka bila uoga. Leo watu hawaishi kaburini. Aliingia pale na akachukua funguo na akaufunga ile milango, yeye Jesus himself. Kwa hivyo kuna sasa watu wa kuingia huko. Wewe unakufa after 3 days, ushakuwa right again na unaendelea na safari. Pe Yesu makofi na tambuka na bigoda. That's another revelation in Jesus name. Hallelujah. Kwa hivyo mateso ya siku ya leo haiwezi kulinganishwa na mazuri ambayo unaenda kupokea. This thing is not far. Hii kitu haiko mbali. Hii kitu iko kwa macho na macho. Manake watu wa leo tumezuiliwa na walioaga kwa namna tusiweze kuwaona. Kama wakati ambapo wana Misri walikuwa wametafuata wana wa Israeli. They were just in close, but they cannot see these are Israelians. The Bible says they take long days in the wilderness walking every day, every night. Na ukumbuke kwamba wana wa Misri ilikuwa wanawafuata na mafarasi. But these people, they are walking foot with their foot. Hallelujah. But no any day wana wa Misri walipata wana wa Israeli. Hakuna. Mpaka wakafika kwenye bahari, they never reached them. I give you free without fear. Nani alikuwa katika the middle between Israelians na watu wa Misrians? Ilikuwa ni nani? That gap is still there for those people ambao wameaga wakatoka duniani leo. Kuna gap between them and us. Hallelujah. That you cannot see them with your naked eye. Hello? Shamakarate laboshe teana rada. Inamaanisha kwamba kwa mtu yule aliye ndani ya roho ataelewa na atashika rada. Hiyo ndio maneno nimezungumza hapo nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaelewa kazi analofanya. These people they are here. Hao watu wako hapa. Wako hapa na sisi. Nakupa bure.
Hiyo ni neno linalotoka kwa kinywa cha Nabii Walter. Nasema they are here, you cannot see them. Lakini ukiwa na macho ya kiroho inayotizama pasiri, utawaona. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Amen. Amen. Glory to Jesus. Amen. Rudia tena hapo, andiko imenipendeza sana. 18. Maana nasema. Kwa maana na hesabu mateso ya wakati huu. Na hesabu mateso ya wakati huu kuwa si kitu. Kama utukufu ule nitakaofunuliwa machoni pangu. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to the name. Amen. Those people ambao wamebelieve there is another utukufu kama mimi Prophet Walter niliingia kwa ufalme mbinguni mwaka hii ilipoanza nilikuwa nimefikishwa kwa ufalme mbinguni. Mungu akanifunulia mambo makubwa na mazuri. Ninajua ya kwamba mateso yangu ya wakati huu, it's nothing to my heart. It's nothing. I give you free. Amen. Hallelujah. Only for those people who carry their cross and they are walking with Jesus and they are disciples of the Lord Almighty. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Be careful for what you are passing inside. You must understand yourself. I tell you the truth. Ujue mahali umetoka, ujue mahali umesimama, na ujue mahali unaelekea. Yes. Leo hii ni ujumbe ambao nimeleta machoni pako usikie vizuri sana. Najua ya kwamba ni safari ndefu ama nimehubiri sana, lakini nimekupa kujua ikiwa huko ndani ya Yesu Kristo, mateso ya karne hii 2025 is nothing. Haiwezi compare na ile jambo ambalo unaenda kufunuliwa na Roho Mtakatifu katika maisha yako. Kubali Yesu uione, kubali Yesu ukutane nayo, kubali Yesu. Bwana asifiwe. Nakupa nikiwa najua ya kwamba yanatendeka, najua inafanyika, najua inaonekana wazi katika jina takatifu la Yesu Baba yangu. Amen. Ninamwamini sana Mesaya. Amen. Najua ya kwamba niko na yeye sana. Najua ya kwamba natembea na yeye sana. Najua ya kwamba namkiri dakika na dakika. Ulimi yangu linampenda Messi. Leo hii niliona katika ndoto langu la usiku, niliona mandoto 3. Ingine nikaona ya kwamba nimekaribishwa, nimefika mahala, lakini mimi ndio mhubiri mahali pale. Nikaanza kuhubiri, nikatangaza injili kweli kweli. Wamama waliokuwa pale wakakubali, wakaitikia, wakaendelea kusikiza injili. Dakika ya mwisho nikiletewa chakula, wameileta mboga ambayo imepikwa vizuri, lakini haiwezi ikawekwa kwa sahani, imewekwa chini tambarare. Na wakasema hapo ndio tunakulia. Na nikaangalia nikasema no matter, mimi ni udongo, lakini roho yangu ni wa Yesu Kristo. Kenye kimeletwa mbele yangu sitakidharau. Na nikayaona siku ya leo, waliodhani ya kwamba nitakula tu mboga maishani mwangu, hata na mimi nitakula mnofu wakati ambapo saa zangu zimetimia. Mateso ya saa hii sitailinganisha na mazuri ambayo Bwana ameniandalia. Hallelujah. Hallelujah. Soma na mimi katika point number 5 ambapo namaliza naye. Ninamaliza na point number 5. Hiyo nitakuza, alafu nitamaliza na point number 6. But wacha tuingie kwa point number 5. Point number 5 iko katika kitabu cha Revelation. I speak the complete Bible, the whole Bible. I start with another and I will finish with another. As I know, Biblia lazima tuisome yote. Kama kuna kitu cha muhimu mbele ya mwanadamu ni kumsomea Biblia. Neno peke yake yatosha. Wacha kutangazia watu vitu vingine za nyumba zako, kutangazia watu mapito iliyolipitia. Hiyo ni lazima upitie ndio uende ukaone mazuri. Hiyo ni lazima. Kwa hivyo watangazie kilioko ndani ya Biblia, wasikize. Hadithi ni za nini? Soma andiko katika kitabu cha Revelation 1. Ufunuo 1 mlango wake ni wa 9 na tutasonga naye mpaka 19. Andika hizo vitabu vyote na usome peke yako. Usome. Ndio uweze ukafaulu kuona umebeba msalaba yako. Hallelujah. 1:9 inasema. 1:9 inasema. Mimi Yohana ndugu yenu
na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme wa Haleluya. Amen. Anasema mimi Yohana ndugu wake Yesu Kristo, yaani ndugu wenu. Biblia inatueleza kwamba alitubadilisha tukuwa wana ama wa ndugu zake. Glory to the name. Amen. Anasema mimi Yohana ndugu wenu ninawafunulia siri ya machungu niliyopita ndani. Haleluya. Amen. Alikuwa amewekwa kwenye milima Patmo. Mahali pale alikuwa amefungwa. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu ambapo akiwa amefungwa pale kwenye milima bado anamletea ujumbe katika maono. Anasikia kuandika vitabu. Haleluya. Akaandika kitabu cha kutufunulia ya kwamba yeye ni mmoja ya wale waliosikia machungu. Na hapo nyuma katika kitabu cha Warumi nimesikia ya kwamba mazuri ambayo tutapokea haiwezi linganishwa na mateso ambayo tunapitia leo. Yohana anasema yeye ni mmoja ya wale watu waliopitia kitu anapopitia leo, yale ambayo unapitia sasa, hiyo machungu naoona sasa, maukosefu naoona sasa, kukataliwa na wazazi wako, kukataliwa na watoto wako, kukataliwa na jamaa yako, kuachwa peke yako ukiwa mgonjwa. Hii ni jambo la kufunulia siri yake ya kwamba utakaopokea ni muhimu sana. Soma andiko tena katika jina la Yesu Kristo, mstari wa 2. Mstari wa 10 inasema nalikuwa katika roho, nilikuwa katika roho siku ya Bwana, siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu, nikasikia sauti kubwa sana nyuma yangu, kama sauti ya baragumu, kama sauti ya baragumu, ikisema haya uyaonayo uyaandike katika hii jambo ambayo unayaona andika. Ndio sababu nilisema kwamba chukua kalamu yako na kitabu. That's why I speak it. Take your pen and your book. Immediately that I quote about every verse, write it down. Itakusaidia. Wengi tunatembea hatujui hata kenye tumefundishwa kwa Biblia. Hatujui hata neno moja ambayo tumetoka kanisani. Hata ukiulizwa pastor alikuwa anahubiri injili gani, hauwezi ukatamuka kwa sababu wazo yako lilikuwa unarudi nyumbani, Bwana anaenda kukupiga, leo ulikuwa kanisani. Bwana anaenda kukutusi, ulikuwa kanisani. Au kuacha chai kwa watoto juu ulikuwa unakimbia. So hii jambo linakusumbua sana. But if you write them down, you go home, you are going to read them one by one. Hallelujah. Songa na andiko. Ukayapeleke kwa makanisa 7. Peleka kwa makanisa 7. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Leo ninaongea kuhusu makanisa 7. Makanisa ambayo imedharauliwa katika dunia hii. Watu ambao wamekataliwa. Moja, kanisa ile ya mtu ambaye hajasoma. Hello? Amen. 2, kanisa yule mtu anasimama na ukweli wa neno la Bwana. Hallelujah. 3, kanisa ile inaojali shida ya watu. Amen. 4, kanisa ile inaoona huruma kwa watu wasioweza kusimama imara. Amen. 5, kanisa ile inaombea dunia mzima pasipo kuhitaji chochote apewe. 6, kanisa ambaye anachukua jukumu la kumuitisha Mungu msamaha. 7, kanisa inayosimama pasipo watu wameingia ama wameingia. Rana matese la dogo share. Maana yake kimbia haraka, uende ukaichukue, uipatie wengine pia. Hiyo ndio neno nimesema hapo nyuma. In the name of Jesus. You know many people, they don't talk in tongues nowadays. They don't want to talk in tongues. So they suck their lips. When it comes a time that a tongue must be spoken out, wanakataa. But Prophet Walter niko hapa kutamuka ili ni tafsiri, kwa sababu nimepewa ile kipawa pia ya kuitafsiri, uisikie na uijue katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Chukueni jukumu la kutafuta uso wa Bwana. Chukueni jukumu nyinyi kanisa 7. Mahali ambapo kunako mateso, simameni imara. Mahali kunako watu wanaombea dunia mzima, simameni imara. Mahali kuna watu wasipokuwa nao bado wanasimama, simameni imara. Mahali kuna shida ambayo mtu amekumbwa lakini anaendelea tu kutangaza injili, simameni imara. Manake mambo ambayo mnaenda kupokea ni mazuri kuliko shida mnaopitia ndani. Amen. Hallelujah. Amen.
Glory to the name Almighty. Amen. Songa katika mstari wa 11. Nikageuka nione ile sauti. Nikageuka niangalie ile jambo ama ile neno inayotamkwa. Na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7. Nikaona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Leo katika Real Power tuko na mnara mmoja ya taa inao dhahabu. Haleluya. Nina imani ya kwamba niko mahali hapa siku ya leo. Mnara hii sio mnara nyingine ambapo natafutwa na mtu yeyote. Mnara hii ni mtu ambaye amekubali kufia watu wengi na watu wamemkataa. Mnara hii ndio watu leo wanataja tu jina tunakupenda penda, lakini hawasogei karibu na hiyo mnara. Mnara hii ndio ile mmoja peke yake. Wakati ambapo alikuwa nazima ndio dunia yakawa giza kote. Pasia ya nyumba ya mfalme ikapasuka katikati ili onekane. Mnara amezima macho. Leo ako hapa. In the name of his name, Jesus of Nazareth. Amen. Rimatelese rabori. Maana yake uko bali na uingie ndani. In Jesus name. Songa na andiko ndugu yako. Na katika ya vile vinara. Na katika zile vinara. Nikaona mtu mfano wa mwanadamu. Sikia hapa sawa sawa. Nikaona mtu mfano wa mwanadamu. Leo wengine wanasema kwamba ati wao hawakuumbwa kwa mfano wa Mungu. People like Muslims in the world wanasema kwamba wao si watu waliumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. Lakini mimi nimesimama kwa kapi yao nikiwaleta kwa mnara ambaye ilionekana machoni pa yule mwanaume anaitwa Yohana. Akaona mtu mfano wa mwanadamu. Soma andiko. Endelea. Amevaa vazi lililofika miguuni. Alivaa vazi lililofika kwenye miguu. Awacha nivae. Wait for a little more. Wacha nivae. Wacha tu nivae sasa. Wacha tu nivae sasa in the mighty name of Jesus. Comes a time where you must do things in a different hali. When many people they don't believe in what you are doing, do it. And the people they will see. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. This is the time we do things without fear. We know our God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Inamaanisha ya kwamba Jehova ni shama na yeye ndio kamilizi wa kila jambo. Hiyo ndio neno nimesema hapo kwa lugha ya tongues. Amen. Hallelujah. Hakuna siku nitawahi kunena hapa lugha nikose kukutafsiria. Maana ukikosa kuisikia hautayajua. Bwana asifiwe sana. Utasema ya kwamba alisema kitu na mimi sikusikia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wacha nifunge mshipi yangu ya death and life. Amen. Hii ndio mshipi yangu ya kifo na kupona. Bwana asifiwe. Amen. Ndio watu wajue it is the time of working without fear in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Soma andiko tena kwa sababu wewe umesoma. Inasema na nilipogeuka nyuma niliona vinara ya taa 7 ya dhahabu. Yes. Na katika zile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu. Mfano wa Prophet Walter, mfano wa mtu kama nabii, mfano wa mtu kama Elijah, mfano wa mtu kama Moses, mfano wa mtu kama Hezekiah, mfano wa mtu ambaye anafanana na nabii Walter. Alivaa vazi lililofika mpaka kwa miguu na kufungwa kwa mshipi wa dhahabu, na akaifunga kwenye mshipi ya dhahabu, mshipi ya damu ya Yesu Kristo. Amen. Glory to the name. Amen. Hii ndio yule mtu ambaye unasikia habari yake siku ya leo. Inafika saa unaweza ukapaa, ukainuka, ukavaa mfano
wa uwezo wa Bwana. Haikuwa ni mtu mwingine bali ni Yesu aliyevaa nguo iliyojaa damu, akija nao mbele ya watu, wakayaona na macho yao. Kwa sababu gani? Awasaidie katika mateso yao. Amen. Haleluya. Leo tuko na mnara mahali hapa. Leo tuko na wema wa Bwana. Leo tunasimama kwa ajili ya Yesu Kristo, na kitu chochote kinachotuzuia tunaiambia ina mamlaka. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Aliona mtu mfano wa mwanadamu aliyefunga mshipi ya dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa umeshinda vita, utafunikwa na mshipi ya dhahabu. Glory to the mighty hand of Jesus. Wakati umepigana vita ukamaliza, utavalishwa taji, utafungiwa mshipi ya dhahabu. Utakuwa mtu muweza, kwa kuwa Baba alijifunga mshipi ya dhahabu. Hata na sisi tunapomaliza vita, tutafunga mshipi, tutavalishwa taji. Amen. Give my Lord a mighty hand. Amen. Yes, in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Songa na mimi katika mstari hiyo wa 17. 14, yes. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu. Kichwa chake na nywele zake ilikuwa peupe kama theluji. Na macho yake kama mwili wa moto. Kama mnara wa moto. Na miguu. Sikia ya kwamba Biblia inasema kwamba usiku Mungu alikuwa anawatangulia kwa mnara wa moto. Give him a mighty hand somehow. Hallelujah. This is one man. His name is Jesus. Amen. Many people say that you cannot meet the Lord, you cannot see God with your eye, that if you see God you will die. I give you free without fear. We have been with Jesus here. Amen. Hey, we eat with him. Hallelujah. He washed our feet. Hallelujah. And also he do everything into our life, touching us with his hands. Amen. Today we are alive in the name of the Lord Jesus. Amen. I feel like preach to somebody today. Amen. Shamata endese. Maana yake nini? Ninapotamka chukua uende nayo. Amen. Glory to the name of Jesus. Amen. Soma andiko. Na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana. Kama shaba iliyosuguliwa sana. I don't know how you see miguu ya Yesu Kristo zinafanana. I don't know, but that's why Thomas akasema, ili niamini ya kwamba ni wewe, nionyeshe mbavu. Kama ni wewe, nionyeshe mikono mahali ulidunguliwa. Kama ni wewe, nionyeshe miguu. Baada ya kazi yote ambayo Bwana alifanya juu ya msalaba, ili aende akakae kwa kiti chake cha ufalme, vitu vyote vilivyokuwa kwa Yesu Kristo zilikuwa zina sign. Hallelujah. Chochote kilikuwa kina sign, inaonyesha kwamba he is not the same again kama alivyozaliwa ndani ya tumbo ya Maria, bali amejivaa utukufu mpya. Amen. Wewe ambaye usiyetaka Yesu, I don't know who you are. Mimi sijui wewe ni mtu wa namna gani. Na hata kama umekataa leo, utakuja kwake kwa lazima. Leo umekataa kwa sababu ni nabii wako anahubiri, lakini kuna mwingine anakuja nyuma yangu atakuwezesha kukubali kwa lazima. Haleluya. Biblia inasema kwamba utatamani kutafuta ni nani atakao kukuhubiria injili, utakosa. Hiyo ndio saa utahubiriwa na lazima. Wengine watatamani kusoma Biblia, watakosa. Hiyo ndio saa utatamani Yesu Kristo na lazima. Amen. Najua anakuja nyuma yangu, nikitoka anaingia na atakubaza habari ulisikia, but you didn't take action. Amen. In the name of the Lord Jesus. Amen. Songa na maandishi. Naye alikuwa na nyota 7. Alikuwa na nyota 7 katika mkono wake. Katika mkono wake. Leo amempa nabii Walter moja. Amenipa tu moja ya injili.
nyota yangu inang'aa. Praise the Lord. Wanasikia kila kona wanasema ya kwamba kuja uchukue nyota yako, kuja uchukue nyota yako, kuja uchukue. Lakini Yesu amenipa yangu moja, niko naye hapa. Kati ya nyota 7 aliyobeba mikononi mwake, ameniruhusu nihubiri pasipo kuangalia ni wangapi wamekaa, kuangalia ni wakina nani wanasikia, kuangalia ni wakina nani wanakubali, kuangalia ni wakina nani wanatii. Hata kama wananikataa, wanakwepa kukaa pamoja nami. Jehova ameruhusu niwe na nyota moja, ni kwa sababu ameniongelesha nikiwa ndani ya real power. Songa na andiko. Na upanga mkali. Upanga mkali. Sema upanga mkali. Ni neno lake. Ni neno lake. Amenipa leo. Ninakata naye kuzimu na kule kwa wenda Isaya. Haleluya. Wenye waliokataa, panga inawafikia. In the name of Jesus. I call him the Zionist. The Zionist Jesus. Hallelujah. Endelea na masomo. Ukitoka katika kinywa chake, ikitoka kinywani pake maneno mazito. Siku moja nikiwa hapa Lakisama, kulikuwa na mzungu mmoja aliyetoka Amerika, akaingia, alikuwa kwenye kanisa la Bishop Skuku, akiwa malipale, akaanza Skuku akaniambia njoo uweze ukasikia injili. Nilipoingia malipale nikidhani kwamba wale waliokaa ndio watanenewa, mzungu akaanza kunena habari ya nabii Walter, akisema kwamba kuna nabii hapa Lakisama, lakini amesukuma amekataliwa, watu wakamkataa, na sasa Mungu anasema ninaenda kumrudisha hapa na neno litakalotoka kwa ulimi yake itakuwa kama panga ukatao kuwili. Amen. Glory. Amen. Naisha kwamba niko salama, niko sambamba, niko na nguvu ya Yesu Kristo. Leo niko na energy of the Holy Ghost. Hallelujah. I speak in the Holy Ghost. Oh my God. Ninaamini ya kwamba ni Yesu amenipa hii mamlaka. Songa na andiko ndugu yangu. Nami nilipomwona, nilianguka miguuni pake ili nimwabudu. Amen. Kama kuna mtu anafaa kuabudiwa ni Yesu. Na hakuna Mungu yoyote. That's why every now and then I call Jesus God. Ninamuitanga Mungu kwa sababu jina Mungu ilikuwa ni ngumu watu kutamka, akaja na jina rahisi linaloitwa Yesu. Jesus. Hallelujah. Yohana alipomwangalia vizuri akaanguka chini ya miguu yake ili amwabudu. Haleluya. Biblia inasema kwamba alipozaliwa katika Bethlehem Efrata, palipatikana wakina mama juzi, wakatembea wakafika mahali alipo, na walipofika wakamuona, wakaanguka chini wakamwabudu. Huyo ni nani? Yesu Mungu. Yohana sasa amepatana naye kwenye mlima ya Patmo, amemuona, akamwangalia vizuri akiwa na nyota 7, akamuona macho, akaanguka miguuni mwake, akafanya nini? Akamwabudu. Nani huyo? Mungu Yesu. Amen. Leo nabii Walter ninaanguka chini ya nyayo lake, ninaanguka chini, ninamwabudu. Wengi wanaosema Yesu sio Mungu, they don't know what they are speaking about. Hallelujah. Today I want to give you free. Jesus is God. In the mighty name of the Lord Almighty. Hakuna mwingine. Leo watu wanaabudu mapasta zao, wengine wanaabudu mabishops, wengine wanaabudu maevangelists, wengine wanaabudu manabii, lakini nakwambia kunako mwenye nyota 7 mikononi mwake, ambaye ulimi yake inatoa maneno kama panga ulio na moto. Watu wanamwabudu, wanaenda chini ya miguu yake wakimwabudu. Ni nani huyo? Mungu Yesu. Songa na andiko baba. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akisema, usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Jamani, niseme nini machoni pako mtoto wa Mungu? Ninene nini tena machoni pako siku ya leo? Ikiwa bado hujajua ya kwamba yeye ndio mwanzo tena mwisho, ikiwa bado hujajua ya kwamba ataweka mikono
wake juu ya kichwa yako. Ikiwa bado hujajua ukimwamini na mateso ambayo unapitia, aweke tu mikono yake juu yako. Yohana alikuwa kwenye mlima Patmo, amefungwa mahali pale, lakini bado Mesaya akafika mahali yako. Alifika hivyo wakati wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Alifika hivyo wakati wa Danieli. Alifika hivyo wakati ambapo mtu aliuzwa anaitwa Yusufu. Alifika hivyo wakati Batimaya alikuwa anataka kumuua. Hata na leo atafika na